Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika Injili ya Mathayo, sura ile ya 18, aya ya kwanza hadi ya 5, aya ya 10, ya 12 na ile ya 14. Nitaisoma. Wanafunzi walimwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Angalieni msidharau mmojawapo wa wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika zao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Maonaje mtu akiwa na kondoo 100 akampotea? Je, hawaachi wale 99 akaenda mlimani na kutafuta yule aliyepotea? Vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na swali gumu ambalo wanafunzi wa Yesu Kristo wanamwendea mwalimu wao wakiuliza juu ya madaraka, kwamba ni nani basi aliye mkuu. Kwa nini walienda kumuuliza swali hilo la kutafuta cheo? Walikuwa na wasiwasi mkubwa katika maisha yao. Usije ukasahau kwamba mitume wa Yesu na wale wanafunzi walikuwa ni binadamu kama sisi, walikuwa na madhaifu na mapungufu kama sisi. Hofu na mashaka ilikuwa ni sehemu mojawapo ya maisha yao. Walifikiri kwamba Yesu tayari amekwisha kuchagua mmoja ya wale mitume kuweza kuwa mkuu, kwa sababu katika Injili ya Mathayo sura za nyuma tayari alimwambia Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba nitalijenga kanisa. Walipoona pia Yuda ameshika mfuko, wakajua tayari yeye ni waziri wa fedha. Kwa hiyo wakaanza kutafuta ni nani basi aliye mkuu. Kwa walitaka kujua ni nani angekuwa na cheo cha juu zaidi katika utawala wa Yesu. Na ndio maana katika sehemu nyingine hata wale wana wa Zebedayo walimtumia mama yao aende akamwambia Yesu kwamba Yesu atakayefika katika ufalme wake, mmoja akae upande wa kushoto na mwingine akae katika upande wa kulia katika ufalme wake. Yesu akasema, sina mamlaka ya kuweza kuwapatia cheo hicho. Mpendwa mtazamaji, vyeo vimekuwa ni gumzo kubwa sana toka nyakati za Yesu. Kutamani mamlaka binafsi, kutamani heshima na kutaka kujiinua imekuwa ni jambo la toka kipindi cha Yesu. Tupo katika kipindi ambacho kila mmoja anatamani kuweza kuwa kiongozi, anatamani kuweza kuwa na cheo, anatamani kuweza kuwa mkubwa, hadi katika gharama za kuweza kuharibu haki za watu wengine, hadi katika gharama za kuweza hata kuwapoteza watu wengine wasije wakaonekana. Nini? Kwa ajili ya kutafuta nani aweze kuja kuwa mkuu. Katika habari na michakato ya kuweza kuja kuwa wakuu, wengi tumeshuhudia kwamba wanavunja hata taratibu zilizokuwepo ili aweze kushika nafasi. Na zaidi ya hayo, katika nafasi hizo ambazo wanataka kuweza kuja kuwa wakuu, hawataki ukuu ili waweze kutumika, wanataka ukuu ili waweze kupata heshima na madaraka, watu waweze kuona. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana katika jamii yote inapopita katika kipindi hasa ambacho labda cha kuweza kuchagua viongozi. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana hii roho ya kupenda vyeo vya juu na madaraka viweze kufika hatua viwafanye watu waweze kuwa na moyo wa unyenyekevu, na watu wasitamani vitu hivyo kwa sababu ni mateso makubwa sana. Angalia Yesu, yeye
hatoi moja kwa moja jibu ni nani atakayekuwa mkuu, bali akamchukua mtoto mdogo akamweka katikati yao, akasema, amini amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini Yesu Kristo anaamua kumtumia mtoto? Mtoto kwa kawaida ni hatamani mambo makubwa. Mtoto mdogo yeye hutamani maziwa ya mama yake, anatamani maziwa ya kweli. Kwa hiyo mtu yeyote anayetafuta vyeo, ya kwanza atamani maziwa ambayo ndio neno la Mwenyezi Mungu, kama ilivyoandika katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 aya 20. Tutamani neno la Mwenyezi Mungu, uweze kuwa na neno la kuweza kuwajenga, uweze kuwa na neno ndani mwako la kuweza kuwafanya watu waliokuwa wamekata tamaa wakapata matumaini, uweze kuwa na uwezo. Kwa hiyo kama vile mtoto asivyotamani mambo makubwa, anatamani maziwa ya mama ambayo ndio neno la msingi, vile vile pia viongozi wetu waweze kuwa na neno la msingi ambalo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtoto ni mwangalifu sana kwa kila kitu, hawezi kumwendea mtu ambaye hamwamini. Kwa hiyo anayetafuta cheo, anayetafuta madaraka, lazima aweze kuwa mwangalifu sana katika habari za kuweza kuwa na mahusiano na watu ambao wengine wanaweza kukupelekea ukaipeleka nchi au taasisi katika maeneo ambayo ni mabaya. Mtoto ana sifa hii kwamba hana dharau na wala hachukizi. Kwa kiongozi yeyote yule ambaye anatafuta madaraka, asije akawadharau watu wengine, usije ukawadharau watu wa hali ya chini. Unaweza kuwa ni kiongozi kweli, umebarikiwa, Mwenyezi Mungu amekubariki, una nafasi, unapita getini hata kumsalimu mlinzi, unapita hata yule anayefanya usafi, unawadharau watu wengine na kuweza kujiinua. Kiongozi yule anayetafuta madaraka, anayetafuta ukuu, lazima aweze kuwa na sifa hiyo. Mtoto hana nia mbaya ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo kiongozi yeyote yule anayetafuta ukuu hapaswi kuweza kuwa na nia ovu na watu wale anaoongoza. Hata kama walikuwa wamekupinga, hata kama walikuwa ni wapinzani wako, usije ukaweka nia mbaya kwa watu unaoongoza, utakuwa umepoteza ule ukuu. Kwa sababu ukitumia madaraka yako kuweza kuwaumiza watu, utambue unapoteza nguvu na ile sifa ya kuweza kuwa kiongozi. Mtoto kwa kawaida yeye hutawalika, yaani anakubali kuweza kuwa chini ya mtu. Ukitafuta ukuu, ukubali pia kwamba Mungu yupo. Mungu yupo ambaye yeye ndio anayetuongoza. Usizani kama wewe ndio uko juu kabisa ya sheria zote. Mungu yupo, uko chini ya jua na Mungu anakuona. Basi Yesu anaendelea kutoa shule hii. Anasema kwamba usije ukamdharau mmojawapo ya wadogo hawa, kwa sababu malaika zao mbinguni siku zote utazama uso wa Baba yao aliye mbinguni. Maana yake nini? Tupo katika kipindi ambacho watoto wameachwa, hasa watoto wadogo wameachwa, hawana msaada, wanaumizwa, wanafanywa mambo mabaya. Roho ya Herode ya kuweza kuangamiza watoto imekuwa ni kubwa. Yesu anasema malaika zao wapo na wanaangalia haya mambo. Tusije tukawadharau, tuwapatie moyo, tuwapatie matumaini, ili na wenyewe waje wakue, wafike katika nafasi zile. Mwishoni Yesu anasema Mwenyezi Mungu yeye kila siku anatutafuta katika udhaifu wetu. Akipotea kondoo mmoja, yeye anachukua muda kwenda kumtafuta, anawaacha wale 99, na akimpata yule kondoo anambeba, anamrudisha katika zizi. Kwamba Mwenyezi Mungu hata mara moja haimpendezi mbele za Mwenyezi Mungu kwamba mmoja ya watu ambao ni wadogo waweze kupotea. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana atusaidie kwamba katika maisha yetu tuweze kulindana, tuweze kusaidiana, asije akapotea hata mmoja. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.